Mama mkwe alijaribu kumsaidia mkwe wake kutoroka moto. Alimsukuma nje bila hata kufikiria mara mbili. Mara tu mwanamke huyo alipotoka kwenye moto, alimwona mumewe akikimbia kuja. Aliharakisha kumhimiza mumewe aingie ndani kuokoa watu, lakini mwanamume huyo hakuwa na haraka kabisa. Badala yake, alimsaidia kwa uangalifu yule mwanamke mjanja aliyekuwa naye kuvaa suti ya kuzuia moto, akipanga kumpeleka ndani ya moto ili waokoe watu pamoja. Mwanamke huyo hakuweza kuelewa mwanamume huyo alikuwa anafikiria nini, kwamba anataka kumpeleka mwanamke mjinga na mjanja kwenye hatari, lakini ili kuokoa mama mkwe wake haraka iwezekanavyo, hakuthubutu kuwazuia. Mwishowe, mara tu alipoingia kwenye moto, yule mwanamke mjanja alianza kuleta matatizo kwa makusudi, akilalamika kwamba moto ulikuwa mkubwa mno na unamfanya uso wake uungue. Wakati huo, mwanamume huyo akamwona mtu amelala chini. Kabla hajaona vizuri ni nani, alikatishwa na mtungi wa gesi uliokuwa unavingirika. Mlipuko wa pili ukatokea kwa papo hapo. Mguu wa yule mwanamke mjanja ukapondwa pale pale. Mwanamume huyo akasahau kabisa kuhusu kuokoa watu. Akamshika yule mwanamke mjanja na kukimbia naye nje ya moto. Hakumwona mama yake aliyekuwa akiomba msaada nyuma yake kabisa. Mwanamke alishuhudia wakitoka nje, lakini hakuona dalili ya mama mkwe wake. Alimuuliza mwanamume huyo kwa haraka nini kimetokea. Bila kutarajia, mwanamume huyo alimdhani yule mtu aliyekuwemo motoni kuwa ni mama wa mwanamke huyo, akidai moja kwa moja kuwa hakuna manusura ndani. Hakuwahi kufikiria kuwa mama wa mwanamke huyo alikuwa amerudi kijijini kwao mapema asubuhi. Mtu aliyekuwa motoni alikuwa ni mama yake mzazi aliyekuja kuwatembelea kwa kusudi. Ilikuwa mpaka mwili wa mama wa mwanamume huyo ulipotolewa kwenye moto, ndipo akaanza kuhisi sura ile inafanana na mtu anayemjua. Kabla hajaenda mbele kukagua, yule mwanamke mjanja pembeni yake akapiga kelele akisema hajisikii vizuri. Mwanamume huyo hakuutazama hata ule mwili uliokuwa kwenye machela. Kisha akatoa barua ya maelewano, akimlazimisha mkewe kuitia saini ili kuondoa dhima ya kisheria ili yule mwanamke mjanja asiwajibike kwa lolote. Alipoona mwanamke huyo anakataa kutia saini, yule mwanamke mjanja alianza kulia na kujifanya maskini, hata akimtishia mwanamke huyo kuwa atakufa hapo hapo kama hatatia saini. Alipokuwa akiongea, alitoa shoka na kutaka kujikata mkono wake mwenyewe. Mwanamume huyo akaogopa na kuwahi kumzuia. Akiona kuwa yule mwanamke mjanja anataka kuwajibika kwa kifo cha yule anayedhaniwa kuwa ni mama wa mkewe, mwanamume huyo alianza kumshinikiza mkewe kisaikolojia na kumlazimisha atie saini barua hiyo. Lakini hata wangeishawishi vipi, mwanamke huyo hakuwa ndugu wa karibu wa marehemu. Hakuwa na haki ya kutia saini hata kidogo. Lakini mwanamume huyo alisisitiza kuwa mwanamke huyo hana akili. Akatoa simu yake na kurekodi video ya mwanamke huyo, akidanganya kuwa mwanamke huyo amemkabidhi mamlaka ya kutia saini kwa niaba yake. Baada ya kurekodi video, hakumpa mwanamke nafasi ya kueleza chochote. Baada ya kutia saini, alikuwa tayari kumchukua yule mwanamke mjanja na kuondoka. Mwanamke huyo hakuweza kuvumilia tena, akaomba talaka hapo hapo. Kabla mwanamume hajasema neno, yule mwanamke mjanja akaanza kujifanya mnyonge kwanza. Akamsihi mwanamke huyo asimpe talaka mumewe, akisema kama ana hasira basi amupige yeye ili apunguze machungu. Bila kutarajia, mwanamke huyo alifanya kweli. Alimpiga kibao cha uso yule mwanamke mjanja. Alipoona mwanamume bado anataka kumtetea mwanamke mjanja, mwanamke huyo naye akampiga kibao cha uso pia. Akamtishia amsubiri kwenye mazishi kesho. Kisha akageuka kwenda kushughulikia mazishi ya mama mkwe wake. Lakini mwanamke huyo alingoja na kungoja. Mwanamume huyo hakuonekana kabisa. Ni yule tu mwanamke mjanja aliyekuja akiwa amevaa vizuri na kupendeza. Alipoona mhusika mwingine anathubutu kukosa heshima kwenye mazishi ya mama mkwe wake, mwanamke huyo alitaka kumfukuza yule mwanamke mjanja. Mwanamume huyo akaingia kwa haraka na kumtetea mwanamke mjanja, akisema alitaka tu kusaidia. Lakini alipoona kuwa yule mwanamke mjanja ameharibu picha ya marehemu, hakuweza kupata sababu tena ya kumtetea. Bila kutarajia, yule mwanamke mjanja akasema kuwa hayo ni mazishi ya furaha kama ya nchi za nje. Mwanamume huyo akaanza kuunga mkono maneno yake, akimsifia mwanamke mjanja kwa kusoma nje ya nchi na kujua taratibu za kisasa. Mwanamke huyo alikuwa na uvivu wa kubishana naye. Akaanza taratibu za mazishi mara moja. Lakini ndugu na marafiki walipokuja mbele heshima zao za mwisho,
mwanamume huyo alipigwa na butwaa kabisa. Mama wa mwanamke huyo alikuwa mzima wa afya. Akiwa amesimama mbele ya msalaba/bao la kumbukumbu, ghafla akakumbuka kuwa jana nje ya moto, mwanamke huyo alimwambia mara nyingi sana kuwa mtu aliyekuwa motoni alikuwa ni mama yake mzazi. Hakuamini neno hata moja wakati huo. Sasa akimwona mama wa mkewe akiwa hai mbele yake, mwanamume huyo alichanganyikiwa kabisa. Aliharakisha kwenda mbele na kufunua kitambaa cheupe kukagua mwili. Alianza kupiga kelele na kushangaa huku akimlaumu yule mwanamke mjanja vibaya sana. Baada ya mazishi, nilimpa talaka.